haraka niwapatia time wale buku ya haraka. Alafu niambie haraka pikia baba kana makofi. Na hii majina kitu tutatoa. Pigia makofi mazuri. Haleluya. Mshapata Francis. Si nyinyi mnajifanya mnajua internet kuliko kila kitu. Si mharakishe. Jenzi wako hapa. Nataka mniangalie Tanzania. Simbol yao ni gani? Muone ajabu. Simbol yao ni gani? Giraffe. Wanafanya nini? Thank you. That is that. That is it. Watu wangapi? Wawili. Wanafanya nini? Wanalima. Kenya na kuanga vitu vingapi vinavutania nini? Simba wawili wanavutania? Siku za kale walikuwa simba wawili wanavutania kuku. Tunakumbuka wale wazee kama mimi wako wapi hapa jamani? Nyinyi ndio. Simba wawili wanavutania nini? Jogoo. Hii mambo tunayajua Haleluya. Lakini kule ni watu wangapi? Wawili. Nani na nani? Mwanamke na mwanaume. Simwapigia makofi. Ulifikiria hivyo wewe? Jenzi, uliza mwenzako Jenzi, ulifikiria hivyo? Ulikuwa unajua hivyo? Ulikuwa unajua unataka wanadamu? Haleluya. Halo. Kenya wewe. Wananchi wa Kenya. Leo ni siku ya madaraka. Kama young men kwanza watu ninahurumianga. Wanakuwa kwa macho. Nasikia unatamani nini? Hiyo tu sisi tunaokoka. And the next hizo zikikuwa combined. So sasa ukitembea waambie mtu mimi ninamwabudu Mungu. Tunaambiwa tuvivishe viungo vyetu. Kuvivisha, kuviua. Unavilazimisha. Niko alive, but I don't live for this. I have more purpose than this. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Wokovu sio hivyo tunafikiria. Wokovu sio sarakasi ya kwamba leo nitaimba, leo nitachacha, leo nitafanyia watu. Wokovu is a decision. Wewe na akili zako na mawazo yako na tabia zako uweze kusema ya decided. Hiyo mstari wa kwanza inasema kama Kristo anakaa katika mkono wa Baba wa wapi? Wa kuume. Mimi kizungu sema right hand. Mimi wewe pia mawazo yako yanaweza yakakuwa right, not wrong side. Oh hallelujah. You think vile Christ angefikiria. Maana unakana yeye. Kile kilinifurahisha zaidi ni kwamba tutakuwa revealed pamoja na yeye. Sijui mstari gani umesema hivyo. Tutafunuliwa pamoja na yeye. Haya. Hebu tusome hiyo. Kristo atakapofunuliwa. Kristo atakapofunuliwa aliye uhai wetu. Yeye ndio our life. Ndipo tunanyika. Tulia hapo kwanza. Ambia mtu you don't have another life. Sijui kama kizungu maisha. Ambia mtu huna maisha mengine. Maisha yako ndio Yesu. Yaani hauna njia nyingine. Hauna life nyingine. Haleluya. Maisha yako ni Yesu. Life yako ni Yesu. Kila unaishi unapoishi Yesu. So, yeye alipitia mateso. Kwa hivyo yeye akifunuliwa, sisi pia tunafanya nini? Kizungu imesema nini jamani? Kizungu
wengine wako 90, wengine wako 50. Hakuna kilo tuko nazo zenye hazihesabiki. Everything is numbers. Kwa hivyo tupate hiyo namba, tumepata ngapi? Tutafanya hivi, tutaweka tarehe 1 mwezi wa 6 1963, tutaongeza. Tutafanya 1 tukiongeza 6 tunapata 7. 7 tukiongeza 1 tunapata 8. 8 tukiongeza 9 tunapata ngapi? 17. 17 tuongeze 6 tunapata 23. 23 tuongeze 3 tunapata ngapi? 26. Piga Yesu makofi. Kwa hivyo namba ya Kenya ni namba 8. Na namba 8 vile tunajua ni namba ya mafanikio. Haleluya. Ni namba iliyo na mamlaka ya juu na chini. Kwa hivyo Kenya kuna uwezekano, kuna nguvu, kuna uwezo wa juu na chini. Hakuna kitu wanaweza wakaomba wakose. Watu makofi ya nchi ya Kenya. Jambo lingine, Kenya kuna utajiri, maana ni namba ya inaitwa mafanikio. Utajiri. Si tunajua maana ya namba 8? That's why Kenya, hata ukuwe na mnagani you will survive. You will become rich. Wewe kwa hapa na maskini ni sababu ya uchumi. Haleluya. Kila mwana Kenya
Haleluya. This is the year. Wote hivyo tunaimbaga, this is the day, this is the day that the Lord has made. Alia mtu, this is the year for Kenya. Kenya ni nchi iliyochaguliwa. Ili uweze kujua, unajua shida ni watu wa kiroho ambao sijui wanatoa kiroho wapi.
unacheza wewe, unafikiria gani? Haleluya. Pia wewe unatokea anakalia kiti, kuna vita, anakuwa confirmed by the court. He's confirmed. Anakalia kiti, tumekaa, tumeendelea 2017 hakuna kitu, akakalia 2022 yani miaka ngapi? 60 tulikuwa ngapi? 2022 tulikuwa miaka ngapi? 60 2023 nani anakalia kiti? Nani anakalia kiti? 6 years. Mimi 6 years ukisoma katika maandiko inasema hata kama kulikuwa na mtumwa anafaa watu uhuru, hata 6 years watu wanafaa kushangilia. Unajua watu hawajaelewa why do we tuna celebrate Pentecost. Pentecost ilikuwa ni masiku zinahesabika kutoka katika sherehe za Pasaka, sherehe za kukula kondoo kutoka Misri. Kulikuwa na siku zilikuwa zihesabike. Sasa ukifika 50 mnaanza kucelebrate, na hizo ndio Pentecost. Haleluya. Kwa hiyo kutoka 50 years to 3 tukapewa period of 10 years. Toka 19, 20, 13, period of 10 years. Haleluya. Na ilipoisha tukaingia sasa in our real freedom. Really freedom. 10 years. Ndio naona watu wanasema kilichotendeka hakitendeki tena. Hakuna kuwa watu tena. No more judgment. No more killing. No more this. Because we fought for this. Watu wakaanza kusimama. Hallelujah. For their rights. Sababu wanajua tuliona happen again. Kwa hivyo from that time 2023 mpaka sasa ni kukoma. And that's why, because Kenya is a chosen country, that's why we are extending our arms to our neighbors. Hawajaelewa? Hamjaelewa hii? Hii ni kiroho. Ambia mtu hii ni kiroho. Ambia mtu ni kiroho. That's why we are extending our hands to our neighbors. Hallelujah. Maana wokovu unatoka wapi? Kwenye sima yako. Hallelujah. That's why we extend. Sababu sisi tumetoka na hakuna na God. Sababu sahihi hata mjaribu kuwa mtu hawezi. Hakuna mtu atakufa kama kuku. Sababu tushapita. Haleluya. So kile tuko nacho sasa ni kuextend our neighbors. Tumepita hapa, ni bado mko hapa. Come on. Tusonge mbele. And will God use it? Gen Z. But also be careful. Haleluya. Mimi ndio sauti ya Mungu. Amina. So we are extending to our neighbors. Sababu hao ni ndege, hao ni wanadamu,
Ndio wakakaa wakasema hata kwa pesa sura za watu zisikue. Maana hizi sura zinabadilika, leo zinatoka, kesho zinakuja. Haleluya. Waweke mnyama, maana that is the wanyama wanafanana. Halo. Kuna mtu anaongelesha. Kuna mtu anatelekea madaraka. Hii Yesu wetu na Mungu na Mungu. Madaraka ni kitu ambacho tumepatiwa. Ukijua inatoka wapi, utashangaa. Hallelujah. We are extending our hand to our neighbors because for us, kutoka hapa sasa hivi tunaendelea ni freedom tu. Freedom in Africa. Ukombo, sio ngapi nilikuwa nawaambia. Dunia na kombolewa, Mungu amekubali nini? So freedom in Africa is from Kenya. Na hata kombolewa kwa kupitia sijui mabomu. Hatuna mabomu. Na ukiangalia those men, mikono yao ni clean. Kuna mtu jeseka mwanga damu yake. Haleluya. Lakini zile sarakasi wanakufanyia wanasema tayari wangelipiga. Bwana Yesu atusaidie. Haleluya. Unakuta tu mtu mkubwa analia machozi. Vile walinifanyia. Walinifanyia nini? Hakuna kitu walinifanyia. Hawajakugusa, hawajakujuna, hawajakupiga. Lakini unasikia mtu analia peke yake kwa nyumba yake. Anapohate. Haleluya. Na kuna kitu. Na hata sina mkono. Haleluya. Bwana akaniambia kitu na these people. Katika maandiko inasema, Revelation inasema wakapelekwa wote na Mungu wakakusanywa katika uwanja uitwao Armageddon. Pahali vita ya Mungu kuu. Na hapo ndipo vijana wetu wametumia internet kuwacharaza vizuri. Hawanyanyi vita ya kimungu. Haleluya. Wana wataandika. Halo. Hata ufanya hivi watakusikia. Unajua itakujulikana wapi. Kwa hivyo ni time ya kukata watawa, maana wakikupata wewe ni pisha. Bwana Yesu atusaidie. Bwana watu wanasema ifungwe. Utaifungwa bunge aje. Ukikia bunge na mtu mwingine utapeleka wapi? Haleluya. Itupendo kuambia believe. Utapeleka wapi? Bwana Yesu atusaidie. Haleluya. Ndio mtumiwa na madaraka. Hiyo ndio kujitawala. Isipokuwa na nyinyi msiweke. Msikuwa na mawazo machafu. Msikuwa na waongo. Shida ingine ni hiyo vitu ya washarati tunaweka huko. Baki na mawazo ya kimungu. Muone vile mbingu itakuja upande wenu. Haleluya. Maana Mungu anawaaminia ni wategemezi. Haleluya. Katika taifa teule. Na unajua vijana hamna pesa. Na hope neno hili wafikie. Maana pesa zinakuja mfukoni. Pesa zinakuja mfukoni. Hiyo tu ndio wakurukia. Hiyo tu ndio shida yenu. Hiyo ndio wanaodharau sana, hata ukiongea na wewe una pesa, mtapokea. Mtapokea. Kwa jina la Yesu, mtendeke magari makubwa, mwatoe kiburi. Shida tu ni kiburi. Ondoa. The rest mtapokea. Haleluya. Wapi mapokea Yesu Kristo. Haleluya. Kwa hivyo madaraka tulipatiwa. Ukiuliza wale walioanzisha wazee kama akina President, akina Jomo Kenyatta, akina Nyerere, unawajua? Mwasoma. Haleluya. Akina Nyerere, akina Gaddafi. You know, hawa watu unajua kile walikuwa wanachukia. Kile ambacho kilifanya watawaliwe before kupewa hiyo freedom, walikuwa wanaambiwa
Were they wrong? Wakipati walikuwa wanawatawala, lakini wanaambia nyinyi kile kinafanya tusiwape freedom. Nini? Tukiwape bunduki mtawana. Kwa hivyo kama kuna kitu hawakuwa sana freedom fighters waliogopa ni kuona lile neno walilokuwa wanaambiwa likitimia. Hiyo. Haleluya. Hao waliongea kweli, inafanyika. Na mtu anasema noti yetu huru, anaongea kweli. Is it not yet huru? Kweli tulipata bunduki, tutajua, tutaona. Tumeprove, tumekomaa ama bado? Sasa tunaona hiyo ni shida. Ndio nikawauliza leo tuamke asubuhi, Bwana tuambie duniani umekombolewa. Hakuna polisi, hakuna jaji, hakuna mtu wa kukutesa, hakuna shida. Watu wengine wananiambia wataenda supermarket. Niba. Haleluya. Tunahitaji kukua kama tunaonyesha kweli tunatumia weapons vibaya. Has Africa? Yes. What about has Kenya? Kenya tunaonyesha tunatumia silaha vibaya. Then hapo ndipo wale tunasemanga Kenya for Christ tunataka kusimama na kuanza maombi. Ili watu wa Mungu wakomae wapitie level ya kimungu. Haleluya. Wapitie level ya kimungu. Na kufika level ya kimungu, hapo ndio wokovu inaingia. Haleluya. Maana hivi vitu yote tunafikiria kama sijui wokovu na sijui vitu zingine haziko mbali. Haziko mbali sana. Kuna mtu alisema siku moja, sasa nyinyi Wakristo mnasemanga sijui shetani, sijui kwa nini Mungu hakuangamiza shetani mara moja badala sisi tubebe hii mzigo. Najua taushajiuliza ninotaka kusema kwa nini sisi ndio sasa hatukuwa hapo hata matukula na bibi yake matunda. Sasa sisi ndio tuna kwa nini huyu Mungu mwenyewe ajue wewe ni kesi nitakuita baadaye mtoto wangu bado tunamaliza. Kwa nini sisi hata kwa kuhubiri na mimi? Kwa nini sisi sasa tunateseka? Simjiulize tuswali kama mtu. Why do we always drag God in our messes? Kwa nini tunawekana Mungu kwa matatizo zetu? Mtumishi wa Mungu Yesu, kwa nini tunamuuliza? Haleluya. Aliyekula matunda ni nani? Na nani? Na bibi yake. Haleluya. Sasa Mungu yeye alimwambia tu ukweli, sivyo? Sisi kweli ukisoma Mwanzo 3:13 wala 15 na kuteremka, maandiko yanasema vizuri, Mungu hakukuwa ingilie hizo vita. Sio? Mungu anasema vizuri, wewe nyoka, you are cursed. Umelaaniwa. Unajua kitu kilicholaaniwa kama nyoka? Hata kikiwa kirembo aje, kinakaa jiji. Leo angalia vizuri nyoka. Very smart but utaki kuiona. Haleluya. Na unajua hata watu wengine wako hivyo, very beautiful, very handsome, lakini utaki kuwaona because the curse is there. Tunakataa hiyo katika jina la Yesu. Haleluya. Every curse tunaondoa. Haleluya. Alafu Mungu anaambia Hawa, anamwambia wewe. In fact anaongea na nyoka. Uzao wako na uzao wa huyu mwanamke nitaweka uadui. Kazi ya Mungu ilikuwa kufanya nini? Hiyo uadui. Wewe mwanamke
amalize shetani. No, let's have to read the Bible. Hallelujah. Kwa hivyo ni uzao wa Hawa na uzao wa shetani ndio walikuwa wanazaa hizo vita wenyewe kwa wenyewe. Tusiwekane Mungu kwa vitu hakuna. Haleluya. Haleluya. Na ni kwa nini Mungu anaachilia? Mungu anasema kwa nini anaachilia? Ndio hapo kwa madaraka. Kwa nini Mungu anaachilia vitu? Angemaliza hiyo siku tu. Wewe ungezaliwa. Angemaliza. Haleluya. Ungekuwa ulitamtoa ungezaliwa. Maana unakuanga na tukisababu tunakunanga. Unakonkuru vitu haraka. Ungekuwa wewe. Ungekuwa sio? So, kuweka hiyo muda yote, Mungu alikuwa anaruhusu vile wazungu wanasema time will tell. Time will do what? Time will tell. Kwamba Hawa na uzao wake wangekaa chini wa figure out. Hakika shetani alitudanganya. The devil lied to us. Wajiambia wenyewe hakika Mungu ndiye alikuwa ametuambia ukweli. Na shetani alitudanganya. Na baada ya kujua walidanganya, unafikia nini ingetokea? Ushaikutana na mtu ambaye amedanganya msichana? Vijana kwanza, unadanganya msichana, unamuoa kwa uongo, unamwambia mimi niko na gari, mimi niko na nyumba, mimi kwetu. Unajua vile vijana tunafanyanga? Vijana huko hapa. Sijatoka nje ya topic. Haleluya. Vijana tuko. Ushaikutana na mtu aliyedanganywa? Alafu vijana wanajitia moyo. Kwanza kama ni msichana mrembo ameshinda itora, ati bora akishakuja nikishamzalisha hata akijua atakuwa ametulia. Kama unafikiria sijuani hizi vitu zenu wanaongeana. Haleluya. Akishazaa akijua pele. Haleluya. Unajua wengine wanajuanga, wanaamua kukaa na wewe, lakini wanatake advantage na wanafanya ile inaitwa revenge story. Wengine wanaamua kuondoka, maana wewe sio vision yake. Haleluya. Hivyo ndivyo shetani alifanya kuoa Hawa kwa muda, kwa uongo. Kwa hivyo hiyo uongo ilikaa na Hawa kwa muda. So, yeye na uzao wake wamekuja kunotice what the devil did to them. Sasa, hasira yao ni juu ya nani? Kwa hivyo, hasira yao ni juu ya shetani. Ukisoma maandiko, ukisoma John 8, alafu ukisoma Ufunuo inasema yule mwanamke na uzao wake wakakimbizwa na yule nyoka. Lakini Mungu akawapa nini? Akampa yule mwanamke mabawa na akatengeneza mahali pa kupumzika. Haleluya. Kwa muda wa nini? Wakati na nyakati na nusu. Haleluya. Kwa hivyo kuna uzao wa shetani na kuna uzao wa Mungu. That's why tunaingia sisi kama watumishi wa Mungu, tumeitwa to preach what the devil did. He's a liar. Shetani ni mwongo. So hata kama tunahubiri bado anaendeleanga tu, anaoa wengine anawaweka kwa nyumba yake. Lakini kwa muda hao wanatoka na kwa kweli shetani
We value life. Life is life. No matter what, life is life. Last time nikiwa sijui kama ni Kongo, nikauliza mtu swali kwamba ushawahi jua kwa nini haki ya kuchinja sisi wa Kristo tulinyimwa? Akaniambia, infact ilikuwa kwa kanisa, ilikuwa maswali. Akasema ni kwa sababu walituibia haki yetu kama wana wa Mungu hao wachinjaje vitu. Ambieni. Ushaijua hata kila mahali kwa kucha nyambe ikikosa muhuri utashikwa. Muhuri na kuongea na maanisha nini? Imefanya? Imepitia hapa na wenye anaruhusiwa kuchinja. Iwe wa serikali ama nani? Ni nani? Yes! Why? Sababu they know ni wapi wanafaa kuchinja. But for us, na hii freedom yote hata ya dunia tujajua. Sasa ni kama tumemaliza dunia, sasa tumeanza ya Mungu. Hata tujue kuhandle life hata ya mnyama. But in Kenya, ninashukuru Mungu, tumepiga hatua. Miaka ya mapema ungetembea kwa gari, isipokuwa sasa hivi wale watu kutoka Western utakuta mtu na kakuku kake kwa kabox. Hallelujah. Basi kitambo ulikuwa unakuta kuku ziko kwa karia nzima. Sijui zinatolewa wapi. Unakumbuka zile basi zilikuwa na ile nini ya juu? Atikajia mimi wacha kualipia watu nini hao. Sio hiyo. Gari tuzo zote. Hallelujah. Umekuta makuku zimefungwa vichwa tikiti kwake, jua inaaka. Haleluya. Zingine kwa baiskeli zimehani huku na huku. Si tunakumbuka? Basi Kenya kufikia sahihi, we thank God for that. Haleluya. Hiyo inaonyesha tumepiga hatua. Hata ya wanyama tunajua. Ni vigumu. Sipokuwa juzi nimeona kaumpa kengine kanakuja kunitembelea huku. Nimeona kanatembea na mguu hivi. Haleluya. Ija kukosa, nimepitia tu hapo. Mawe ya nimuna iwekea mateke, sababu wewe ni mbwa. Imekosa nini? Haleluya. So inaonyesha hata country tunaendelea kukoma. Haleluya. Maana freedom inatokea. Maandiko yanasema wana wa Mungu wakifunuliwa pamoja na Kristo, hata viumbe vingine pia vinafurahi kukaa karibu na wao. Haleluya. Na nchi zingine zinazotuzunguka bado hizo vitu zinaendelea. Na mshukuru Mungu. Alituambia siku nyingine. Kuna wakati tunaona katika nchi nyingine jirani, vijana sijui kama walikuwa 100 na kitu walinyongwa. Wangapi wanakumbuka? Walinyongwa. Sababu ya nini? Mmejua historia? Badili Kenya, sahi haiwezekani. Haleluya. Ambia mtu hapo Madaraka Day. Ambia mtu hapo Madaraka Day. Maana wokovu utaanzia hapa. Na ni kwa nini imechaguliwa Kenya? Sababu where our Lord Jesus was born, they don't recognize him. Unajua hawamtambui, hawamtaki. Na hata kwa hivi taja Yesu wanasema wataki, watakufunga. Na mtu ananielewa? Na Yesu alikuwa amesema katika Yohana 4 wakati mazungumzo yake na mwanamke Msamaria, alisema nini? Siku zinakuja watu wataabudu katika mlima huu. Wataabudu Baba kwa roho na nini? Haleluya. Kwa hivyo nchi ya Kenya tukisimama sawa sawa katika leo siku ya Madaraka hii, kuna mambo mengi yamo katika kiroho. Kwa haki yetu, wananchi wa Kenya, tuko sawa. Haleluya. Iwe upinzani, iwe upande gani, wewe simama mradi, make sure usiweke uongo
usikuwe na kiburi, usimwage damu na usimuumize mtu, na uongee ukweli. God is with Kenya. Na pesa ziko nchi ya Kenya. Kwa hivyo watu wanasema sijui Kenya is the capital what? Walimwona mtoto? Hata si the pride. Ushaipanda hizo ndege zinaitwa the pride of Africa. Kiswahili inasema Francis Somea na Kiswahili. Sema the pride of Africa. Sema na Kiswahili. The pride, welcome to the pride of Africa. Yani ni kitu cha kujivunia. Ndio Afrika inajivunia. Sio? So we are those people. Hallelujah. Wacha tudumishe hiyo freedom mpaka tuachilie. Nchi zingine wanaongea vitu vingine. Vijana walichinjwa mchana, masanduku zimewangojea. Sikuliona. Unachinja watu wako wako wanabeba. Unachinja hivyo. Ni rasia. Kama ilikuwa mwaka gani? Kama this year. This year. Tunajua taifa. Ilikuwa taifa gani? Ilikuwa taifa gani? Hii haiwezekani. Iwezi. Sababu hili na muda extend hivyo, mtatoka huko Uganda, mtatoka Tanzania, mtaenda Burundi, mtaenda hivyo, mtatoka na mtaenda kwa neema ya Yesu. Bwana tuwabariki, mtatenda vizuri, leo tutanena kinyume na nyinyi. Bwana atamuona. Si tuliona wakati mwingine alikatika mikono, atuwarudisheni. Bwana Yesu awabariki. Sema madaraka Day. Madaraka Day. Kwa hiyo tukana madaraka tukijua pesa ni zetu. Fanya zozote unafanya, jua kitatoa pesa. Jua kitatoa pesa. Zozote kitatoa pesa. Simama juu kwa miguu yako na Mungu wangu akubariki sana. Haleluya. Tuna mambo mengi ya kuongelea, mbele tu saa zimeenda, lakini